mbaya ili zikoje. Hapo koje la marehemu. Kwa nini marehemu limekufa? Mbaya. Nasema katika operation hiyo dada sema mpicha kama enda na mimi ni changamoto moja hapo. Sijalie sana. Mama kitangana nalia. Tunanga kalia tamaa. Ile koja inanuka. Hapa. Kuja nini nyumbani nikaoge. Nende kwa mwenyekiti. Nikaacha na viatu. Ila koja la mtiai kabisa. Hadi nyumba hii. Karibu. Jua kali sana. Siza kwako. Niambie kilichokuleta hapa nyumbani kwangu. Kwani ugomvi? Sasa si nimekuja mwenyewe sasa unisikilize. Mimi nilikuja kukuuliza maana siku ile tulikuwa tumesimama pale na Matingo, ukapita, ukarudi, ukasema mara sijui mpenzi wangu, mara sijui unamchukua. Sasa sikuelewa, yani mpenzi, yani kuna nini sasa? Niambie. Nisikilize. Mara nyingi nakukuta sana na bwana yangu. Yule mimi ni bwana yangu. Ninampenda dunia ya sita. Sawa? Nikikukuta naye tena siku nyingine, naomba ukae mbali na Matingo. Yule ndo furaha yangu mimi. Yaani kijiji kizima hiki. Hivi hujaona nsamboi mwingine zaidi ya yule? Mayo nene. Umesema yule nani yako? Ina maana masikio yako hayasikii vizuri? Hayasikii vizuri, ngoja nifungue kitabu. Hayakusikie? Ni nani yule? Ni nani? Wewe usichokielewa hapa kipi? Nimekwambia bwana yangu. Au utakaniongea lugha gani ambayo utakaielewa hapa? Yaani muda wote anakesha yaani jua lote la kwake kwenye mapori. Yupo namne. Analankama kwenye miti. Anatafuta ndege. Mimi yule wa nini? Na akili zake ziko kama ndege yule. Nimekukuta naye mara ngapi wewe yule? Alafu leo nasema akili zake kama ndege. Sitaki kusikia ile habari kama ndege, sawa? Mwanzo ninampenda. Nyonga mkalia kiuno changu. Yaani bila yule naisi hata kupumua sipumui dada. Upo. Yaani nisipomwona yule mimi sihemi. Yule ndo pumzi yangu na yule ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Yaani bila yeye naona siwezi kuishi. Yaani yule kale kadogo kweli kale. Afu wewe ni mama hilo. Maana make ya kijijini yapoje? Wewe dunia mba ya jana. Yaani dunia imeisha. Haijaisha wala haijaanza. Ndio nimekwambia. Tena kuanzia leo nisikuone hapa nyumbani kwangu. Sawa? Nisikuone unatia mguu wako hapa. Ukija tena nyumbani kwangu nitakufanya kitu ambacho hakuna. Na nisikukute na bwana wangu. Kama unanielewa, kama unielewi. Umenielewa dada? Liweke akilini. Mimi naenda zangu kwa Nonjo, usinipotezee muda hapa. Umbea tu. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo nini? Nibaki nilinde nyumba. Unajua mwenyewe kama utabaki utalinda nyumba au utalinda kuku zangu. Sitaki umbea nyumbani kwangu. Na mwanzo na mwisho leo. Sasa twende tuongozane huko sasa. Ongozane na nani? Mbea mkubwa wewe. Wewe naho likosha kile nilo naho. Lijana umegani kwanza wewe likubwa hivyo. Shemeji Zubeda. Shemeji. Habari ya asubuhi. Salama za mwamko. Tunashukuru Mungu kumekucha. Naona unaelekea shamba sasa. Kama kawaida yangu shemeji. Vipi, Nonje nimemkuta? Yupo Mama Baraka yupo. Unajua shemeji, jana tulienda kwa Kasongo. Changamoto tulizokutana nazo humo njiani, hatukufanikiwa hata kufika kwa Kasongo. Maana tulipokuwa tunaenda, akaniambia ameona mtu. Kila nikipepesa macho, sioni mtu. Nikamwambia twende, tukafanikisha jambo letu. Tunapiga hatua 2 3. Ananiambia tena maiti hiyo hapo mbele maiti.
Kwa hiyo ile safari ilikuwa ngumu shemeji yangu. Mwisho tukarudi hivi mkuku. Kwa sikujua chochote kinachoendelea. Hivyo basi nilikuwa nakuja nyumbani ili nimuulize, kwani kitu gani ndugu yangu kinachokusumbua? Mbona anashindwa kuelewa? Shemeji Zubeda. Shemeji. Unachokiongea ni cha kweli? Kweli, kuna nini kwani shemeji? I see. Mbona mimi nimetoka shambani nimeenda nyumbani, nimefika nyumbani mke wangu kaniambia kwamba ameenda kwa mzee Kasongo. Amefika kwa mzee Kasongo, jibu alilopewa kwamba aliyomuua mwanangu mimi ninamjua. Alivyoniambia yeye kwamba mzee Kasongo ndo kamwambia. Unaona? Sasa ninashangaa tena kuniambia kwamba hamkufika. Shemeji. Hatukufanikiwa kufika shemeji yangu. Changamoto ndo hizo tulizokutana nazo njiani. Tumerudi tunakimbizana. Kila mtu na njia yake. Namuuliza vipi? Ndo hayo shemeji, yani ndo nilikuwa nakuja nyumbani kwenu ili nizungumze naye. Sema kweli hatukufanikiwa kufika shemeji kwa Kasongo. Shemeji Zubeda. Shemeji. Mama Baraka yupo nyumbani. Wewe nenda, mimi naelekea shambani kwangu huko kama kaida yangu. Tunajua mimi na shamba na mimi. Naelekea shambani kwangu huko. Karibu nyumbani. Basi sawa shemeji. Ngoja mimi nifike kwanza nikazungumze naye. Sawa shemeji yangu. Haya shemeji. Haya. Hakumdanganya mume kama tumefika kwa Kasongo sie. Ina maana Mama Baraka kufika kwa mzee Kasongo. Kumbe ananidanganya. Kaenda kwa mzee Kasongo kamwambia jibu alilompa jibu kwamba mimi ndo na yeye mjua aliyemuua mwanangu. Kumbe mtu mwenyewe hajafika. Kuna nini hapa? Mbona huyo mke wangu nakuwa simuelewi? Basi ngoja niende shambani, nitarudi nitaongea naye. Ili aniambie ukweli. Maana simuelewi. Shinda kwenda kwa Kasongo hii. Odi, Nanje. Karibu. Safi, Zubeda karibu. Asante, unajisikia vibaya au? Nachoka tu. Si unajua tu. Baba ya kijiji. Raza hapo. Sana. Karibu. Asante. Ndugu yangu, ile jambo linanitesa sana. Nashindwa hata kupata usingizi ndugu yangu. Zubeda bwana, jambo gani tena? Nile la jana tulikuwa tunaenda kwa Kasongo. Mauzauza yale tulikuwa tunakutana na njiani, mara mtu, mara maiti, mara kibwengo, mara sijui nini. Yaani Zubeda mambo yako bwana. Mimi sina shida yoyote. Wewe tu wasiwasi wako. Mimi niko sawa kabisa. Kwa sababu kama wewe mtu wewe nimekuonesha mimi hujamuona. Mauzauza yote tunayaona hujayaona. Hata nikikwambia utaniamini? Ni kweli, lakini tunaweza tukapata suluhisho la hilo tatizo. Kuliko yale unayoyapitia. Sina tatizo lolote ndugu yangu. Mimi niko sawa tu. Basi sawa, tuachane nayo. Nimekutana na shemeji hapo nje anaenda zake shamba. Aliniambia tu kwamba wewe umemwambia sisi jana tumefika kwa Kasongo. Na kwa nini umwambie tumefika wakati hatujafika kwa Kasongo? Kwa hiyo umemjibu. Ameniuliza, nimemwambia ukweli ndio kama hatukufika kwa Kasongo. Chimeke. Yaani Zubeda. Vipi? Kwani wewe mbona mnafiki? Ilikuwaje mpaka mwambie mjafika? Wewe Zubeda una kaba. Vipi? Yaani wewe ukutane na mume wangu mimi, akuulize kitu, kwa nini usingekaa kimya? Ungekuja kuniuliza mimi mwenyewe. Amna, sasa mimi ameniuliza, kwa nini nisimwambie ukweli? Kama tulienda kwa Kasongo lakini hatukufika. Sasa kosa yangu mimi liko wapi? Zubeda. Wewe kuja kuniuliza mimi kama rafiki yako, ulishindwa? Mbona ukutana na mume wangu, mwanze kuulizana? Kwanza mmekutana wapi? Nimekutana naye njiani tu hapo wakati nakuja kwako yeye anaenda shamba wapi? Njiani gani? Au ndo unamtaka mume wangu wewe?
Maana hapa kijijini una bwana, una kazi ya kuhangaika unaona nataka mume wangu usio bure. Haiwezekani. Yaani ukae kabisa tu mwambie, kwanza yaani mnakutanaje na mwanaume wa mtu unaanza kuongea naye mambo kama hayo? Unaongea naye tu sijui, hatujafika ili iweje? Wewe ungekuja ungeniuliza mwenyewe. Wewe unajua mimi nina sababu gani hasa mpaka za kumdanganya mume wangu kumwambia kwamba tumefika kwa Kasongo? Mimi rafiki mnafiki mwenzio simtaki. Na simuwezi kabisa. Naomba uondoke nyumbani kwangu Zubeda. Kwenda umefikia huko kweli? Sitaki kukuona Zubeda, nimesema ondoka nyumbani kwangu. Mimi nawezaje kumtaka shemeji yangu sasa? Unamtaka ndio. Yaani mnakutanaje na mwanaume wa mtu huko barabarani mnaanza kuzungumza ili iweje? Yaani kuna nini kwanza kati yenu kama sio kutakana? Unataka unitoe mimi kwenye ndoa yangu uingie wewe Zubeda? Sina maana hiyo, yule mimi ni shemeji yangu. Nimekwambiaje Zubeda, ondoka nyumbani kwangu, sitaki hata kukuona. Naomba uondoke. Zubeda, ondoka nyumbani kwangu, sitaki kukuona. Basi sawa, naenda, ila ni hayo tu niliojia shogangu, kama umeshindwa kunishirikisha matatizo yako yanayokusumbua basi. Matatizo gani bwana mnafiki? Mara mizimu, mara maiti, mara nini? We mbea, we mbea. Niambia ni cha ukweli lakini. Haya naenda. Muone kwanza hata haya hana. Nani? Kutaka kuharibia na mambo tu. Pumbavu kabisa. Shenzi kabisa. Unataka kuniharibia mambo yangu mimi. Wewe unajua mimi nina sababu gani mpaka kumdanganya mwanaume wangu? Wewe unajua mimi sababu ni zipi? Ovyo. Toka hapa. Tushaharibiana siku sasa hivi. Jinga kabisa. Hadi sasa hivi hajafika. Sasa inabidi niende nikamtafute huko kwa Machaka Poli. Tafute mwanangu Lashu. Hadi sasa hivi hajatimba panda hizi. Huyu mwanangu mimi najua kabisa huyu sasa hivi atakuwa yupo kwenye Machaka Poli. Na hizi info za mjukuu wa Kasongo. Mwanangu akizipata naona atafurahi sana. Kwanza jinsi nilivyoongea na bwana Magambo, hizi taarifa alivyozipokea, ili jambo linaelekea kuisha kabisa yani. Sasa hapa niende Machaka Poli nikamtafute mwanangu Lashu, nimpe na hizi taarifa za mjukuu wa Kasongo hizi. Hadi sasa hivi hajatimba. Yaani watu wengine kuja kuharibia na pozi tu mapema yote. Kwanza maisha gani? Kulala. Mke wangu, hebu samahani, njoo mara moja mke wangu. Kumekucha. Safi za shamba.
kuhusu kwa mzee Kasongo. Nilifika kule uliona? Mume wangu, mimi kwa Kasongo nilifika kama nilivyokuambia tu. Mbona nikutana na shemeji Zubeda kule shambani kwangu kule wakati naelekea shambani. Nimekutana naye ananiambia kwamba kwa mzee Kasongo amefika. Na wewe unaniambia kwamba amefika. Ni kwa nini mbona unadanganya? Mume wangu bwana. Mimi nishai kudanganya hata siku moja. Sasa kwa nini kudanganya mwenye sio kama hivi? Mimi kwa Kasongo nilifika. Tena nilienda peke yangu, sikwenda na Zubeda. Zubeda tuliongozana vizuri, lakini kufika njiani mwenzangu akawa anaona mauzauza. Mara sijui anaona manyoka, mara sijui ananiambia anaona watu, mara sijui hivi. Mwisho wa siku yule bibi akafanyaje? Akakimbia. Katika kukimbia mimi mwanangu, kama unavyojua mimi ndio nina uchungu kuliko Zubeda. Sasa unataka mimi nirudi nianze kukimbizana na Zubeda, niache kufuatilia mambo ya mtoto wetu? Nikaachana naye mimi, nikajirudia zangu mwenyewe, nikapita zangu njia ya bondeni kule, nikaenda kwa Kasongo peke yangu. Wewe ulienda peke yako? Mimi nilienda mwenyewe mume wangu. Na Kasongo ameniambia kama vile nilivyokuja kukuambia, kukuelezea kwamba yeye anasema muuaji mmeo ndo anamjua. Sasa mimi nikaona Kasongo mwenyewe pia ananichanganya tu, simuelewi, muongo kaachana naye, nikaamua zangu kurudi. Lakini nilienda peke yangu, Zubeda sikuenda naye mume wangu. Ina maana kumbe shemeji Zubeda hili kumbe liongo kumbe hili. Achana naye, usikusumbue kichwa. Sisi nishakwambia mume wangu siafuatilia haya mambo, niachie mwenyewe. Kumbe liongo ni shemeji Zubeda hili. Nimekutana nalo kule shambani linaniambia kwamba hamkufika kwa mzee Kasongo. Kumbe liongo. Mume wangu mimi nilifika, yeye alikuwa anaona mauzauza, mwenzangu akanikimbia, akaniacha. Sasa sijui alikuwa hataki kunisindikiza, ndio maana akanikimbia. Maana sio bure, mtu utaonaje mauzauza bila hata kuonekana? Basi sawa mke wangu, ninakuamini. Kumbe nini shemeji, kumbe nalo liongo ile kumbe. Sasa hapo yani mbona sielewi hapo. Mume wangu Zubeda hata sikuumize kichwa, achana na wewe, nenda zako ndani tu kapumzike. Basi sawa mke wangu, ngoja nikapumzike ndani huko, maana nimechoka kweli mke wangu. Ngoja mimi nimalize kupanda vimiogo. Maana naona unaendelea na masuala ya kupanda ponda vimiogo hapa. Sawa mke wangu, panda hii tusio tunakosa hata ya vitafuna vya chai. Mwenyekiti, ndio. Ni bora hata tulivyoonana na wewe hapa. Maana huu mguu wangu huu ndio nilikuwa naelekea kwa mzee Kasongo. Kuna nini? Kuna taarifa mwenyekiti zimeenea hapa kijijini hapa kuhusu mjukuu wa Kasongo yule. Ndio. Ameeneza taarifa hapa kijijini kwamba muuaji wa mwanangu Baraka mzee Kasongo anamjua. Na ndo hivyo sasa nilikuwa nataka niende kwa mzee Kasongo nikaonane naye. Sasa wewe kama umepata taarifa kama hizo kwamba mzee Kasongo mjukuu wake anaeneza hizo taarifa. Mzee Kasongo juzi alikuja nyumbani kwangu na ametoa unyuzuru kwamba yeye hata kuwepo kwa sasa. Anakwenda nyumbani kwao kwa ajili ya kwenda kurekebisha mambo yake ya tiba zake. Kwa hiyo kwa sasa hivi hayupo kijijini kwetu hapo unavyoona sasa hivi. Kwa hiyo yeye yuko kwao mpaka atakaporejea. Kwa hiyo hata ukimfuata mzee Kasongo huko haitosaidia chochote, kwa sababu sasa hivi hutomkuta. Ni bora urudi nyumbani. Kwa sababu hizo taarifa wewe ulishazifikisha kwenye serikali na mimi nazifanyia kazi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sasa unapochukua maamuzi mengine wewe mwenyewe tofauti ni ngumu. Mimi namtafuta bwana Gamba mpaka sasa hivi sijamuona bado. Ila nitakapomuona nitawaita wote, nitaweka chini, nitawaeleza ya mama. Sasa unapoachukulia wewe sheria mkononi, mimi naona haiko sawa. Kwa hiyo kama utaenda huko kwa bwana Kasongo nenda, lakini hutomkuta maana hayupo. Sawa baba Baraka, tuliza akili yako kwenye hili jambo, liko kwenye uongozi. Kwa hiyo hebu tulia kwanza. Mimi naondoka bwana. Basi sawa mwenyekiti. Kwa heri. Kwa heri. Sawa. Hivi mbona haya maswala yananichanganya? Mke wangu nyumbani kule kasema mzee Kasongo, kaenda kwa mzee Kasongo kamwambia kwamba muuaji
ninamjua mimi. Halafu sasa hivi nakutana na mwenyekiti ananiambia kwamba mzee Kasongo hayupo, kaenda kijijini kwao. Hivi kweli hii inaingia akilini? Mbona sielewelewa hapa? Anyway, ngoja niende nyumbani, nitajua huko. Chinje mwanone lekagana siminze nasola genghalaga ndizo nikoya ndizo nirumbya nalewa wela na mandege kana katobya alaka yani hayazai kabisa akawa makubwa. Jamani, hii mvua ya mwaka huu imeharibu mazao. Wewe wapi? Chinje mwanone lekagana siminze nasola genghalaga Chinje mwanone Datunu siminze nasola genghalaga